Bwana asifiwe. Na jambo la tatu ni kuwa watu wa maombi, ni kuwa watu wa dua, ni kuwa watu wa kumcha Mungu. Anasema kwenye Waebrania ile sura inayofuata sura ya 5 mstari wa 7. Anasema hivi, Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kristo mwenyewe licha ya kuibeba neema yote ya Mungu, licha ya kubeba wema wote wa Mungu, licha ya kubeba uaminifu wote wa Mungu, licha ya kuzibeba fadhili zote za Mungu, alikuwa ni mtu wa maombi, alikuwa ni mtu wa dua. Alimlilia Mungu kwa machozi mengi na Mungu akamsikiliza. Ambaye unaonaga watu wanaolia ni wajinga. Unayoona mtu anatoa machozi unamuona ni dhiki zake tu. Ndivyo wanatuambia walokole, tunazidiwa mambo, tunaendaga makanisani kulia. Ipo siku watayaona machozi ambayo watu wa Mungu wanalia ya kwamba ni ya thamani. Ipo siku watatambua machozi ya watu wa Mungu yanabeba taifa lao. Ipo siku watayajua machozi ya watu wa Mungu yanabeba kizazi kilichopo sasa. Kristo mwenyewe alimlilia Mungu kwa machozi mengi. Alilia, aliomba, alifanya dua, alimcha Mungu licha ya kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Wewe ni nani unayetunisha msuli kwa Mungu? Wewe ni nani unayejiona umefika kwa sababu tu ya